Father, can hinder in you. Yes. Can hinder in you. Amen. My Father, you are awesome God. Yes. You are awesome God. Holy. There is nothing that you cannot do, Jehovah. Amen. And we appreciate you. Yes. We appreciate you, my Yes. Father. Begin Mungu wetu makofi. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. More than conquerors. Amen. We are more than conquerors. Amen. We are more than conquerors. Amen. My Father, your promises. Yes. I am the amen. Amen. I am the amen. Amen. Now we say thank you. Yes. Because you're gonna do Amen. a miracle. Yes. In this place, oh Jehovah. Amen. Uplift your people. Yes. Uplift your people, Jehovah. Amen. Bless them, my Father. Yes. With your blessing, my Father. Amen. Because you are God. Yes. And there is nothing. Yes. Nothing can hinder you, Jehovah. Amen. If you say yes, Yes. nobody can say no. Oh yes. If you say yes, Yes. nobody can say no. Oh yes. Now we want to say that Yes. you are our God. Amen. You are our God. Amen. And you are our God. Amen. Despite what is Yes. about us. Yes. My Father, we thank you. Thank you. Because of those who do not come. Yes. Even wherever they are. Amen. My Father. Yes. We ask you to bless them. Amen. Protect them, Jehovah. Amen. My Father, do something to their heart, open your glory. Yes. Amen. Amen. Yes. 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 They know how to Jesus. Yes. Jehovah, we thank you. Amen. Jehovah, we thank you. Amen. Whatever we have. Yes. And whatever we do not have it. Yes. My Father, we appreciate your name. Amen. 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 Praise your heart. Amen. Hear your heart. Oh yes. Appreciate God. Amen. Because He's God of miracles. Amen. God of your wonders. Yes. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Niweka nitondo kaimito autokinyatheria kanitoe kaine gutwarana na itwe kinya turikio kaine ono yuke eupa uta le ndugu yetu karibu kwa Yesu Bwana. Ninajua kitu kimoja, Mungu ako na wakati wake. Mungu tuko na wakati, kila mtu ako na wakati wake.
Na kwa hivyo I don't have time to murmuring because I know God is with us. Thank you, brother. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka asubuhi ya leo. Yesu ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yangu. Ninamshukuru, ninamtukuza. Amenipigania na kunilinda. Hiyo wiki haijakuwa rahisi, lakini Mungu amekuwa pamoja nami. Nimekuwa na maudhaifu kiasi kadhaa, lakini Mungu alinishindania. Shetani hakuweza venye alitarajia. Maana Mungu ako pamoja na mimi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huo ni ushuhuda tosha ambao niko nao ndani ya moyo wangu na ndani ya nafsi yangu. Ni kwa ajili Mungu amenisimamisha tena ili nikaweze kufanya kazi yake, nikaweza kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kuna kawimbo kamekuwa kakiimba ndani yangu tu. Inasema hivi. Kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Tunasonga mbele kwa neema ya Mungu. Oh, tunasonga mbele kwa neema ya Mungu. Tunashinda ya dunia kwa msaada wa Mungu. Tunashinda ya dunia kwa msaada wa Mungu. Tunasonga mbele kwa neema ya Mungu. Tunasonga mbele kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ya kwamba ni kwa msaada wa Mungu tunayashinda ya dunia. Majaribu hata yajapokuja namna gani, hata tujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hata maji yanapokuja yakitaka kugharakisha, ati ya kwamba yeye hakuachi. Kwa msaada wake tunashinda ya dunia. Ya dunia ndiyo hayo majaribu, lakini tunayashinda kupitia kwa yeye ambaye ni mwokozi wetu, ni Bwana Yesu, na kwa neema yake tunazidi kusonga mbele. Mahali adui alikuwa anafikiria ya kwamba tutaweza kukwama kwa matope, Mungu anakuja anatukwamua kwa neema yake na tunazidi kusonga mbele. Bwana asifiwe sana. Yes, si kwa nguvu zetu na si kwa uweza wetu, si kwa elimu wala maarifa, si kwa ujuzi, bali ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa msaada wa Mungu. Pasipo yeye sisi hatungelikuwa, maybe hata hatungewahi fika siku ya leo. Hatungewahi tambulika, hatungewahi julikana, hakungewahi kuonekana kama kuna watu kama sisi katika hii dunia. Lakini ni kwa sababu ya neema yake siku ya leo tuko bado. Tunaweza tukafanya kazi yake. Tunaweza tukafanya lolote, ni kwa sababu ya neema yake. Amen. Kwa hivyo namshukuru Mungu sana, ni kwa sababu ya hayo amenitendea. Kwa hivyo maandiko ya siku ya leo tutajifundisha kwa kifupi. Neno letu linatoka katika Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Kwa kizungu unaitwa 2 Chronicles. Yes. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Lakini wacha niweze kusoma. Nitaanzia mstari wa 12. Nitaanza kusoma mstari wa 12. Kwanza kabla nisome, wacha tuweze kuomba. Baba Mungu Mwenyezi, katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza Bwana. Ni kwa neema na rehema zako Jehova. Tunakuomba ya kwamba ukatuongoze, ukatulinde, ukatuhifadhi Bwana. Wacha Roho wako Mtakatifu akatufundisha Bwana kupitia andiko lako takatifu siku ya leo.
Tunaomba neno lako likapate nafasi ya kwanza ndani ya mioyo zetu, na ya kwamba neno lako Bwana likaweze kuwa ni taa ya miguu yetu, ya kwamba hatutajikwaa miguu yetu Jehova, ni kwa sababu neno lako litakuwa limetuangazia barabara, limesawazisha barabara mahali kuna mabonde ama milima, itakuwa imeweza kusawazishwa katika jina la Yesu, ya kwamba kila ubaya wote Bwana utatushindania, ya kwamba kila uovu wote Jehova utatupigania katika jina kuu la Yesu. Tunajifunika kwa damu ya Yesu. Tumetangazia shetani ya kwamba hana nafasi yoyote ndani ya maisha yetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika ndoa zetu, katika kila jambo na kila huduma tunayoifanya mahali hapa, ya kwamba tumelindwa na kufunikwa na damu ya Yesu. No weapon fashioned against us can ever prosper in the mighty name of Jesus. Na kila ulimi utakaoinuka kinyume na maisha yetu, Bwana utahukumu kuwa mkosa Jehova, ni katika jina kuu la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina. Bwana asifiwe. Nitasoma. Bwana akamtokea Suleimani usiku, akamwambia, nimesikia uliyoyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Bwana asifiwe. Ati ya kwamba Mungu akamtokea Suleimani usiku kwa ndoto akiwa amelala. Kisha Bwana akanena naye akamwambia ya kwamba nimesikia uliyoyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba yangu ya dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni wakati mfalme Suleimani alikuwa amemjengea Mungu hekalu, alikuwa amemjengea nyumba ya kuabudu kama hii tulio ndani yake siku ya leo, lakini hiyo ilikuwa imepambwa sana na ilikuwa imejengwa ya permanent, ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alimaliza kuijenga na akamaliza kujenga na hekalu lake pia, kaso yake, maandiko inasema ya kwamba Mungu akamtokea na akamwambia, nimesikia yote uliyokuwa ukiniomba, na ya kwamba nimeshuka na nimeweza kuchagua mahali hapa, nyumba hii nimeifanya ama nitaifanya kuwa ni nyumba ya dhabihu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana alisema hivyo, sisi tumekuja mahali hapa siku ya leo kuweza kutoa dhabihu zetu. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine tulisoma hapa tukafundishwa na neno ikasema ya kwamba atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Bwana asifiwe sana. Na dhabihu ya kushukuru haitolewi kila mahali, huwa inatolewa katika madhabahu, inatolewa katika nyumba ya Mungu, inatolewa kwa madhabahu ambapo kuna kuhani ambaye anatumika katika yale madhabahu, ambaye anaweza kukuombea, ambaye anakuchunga katika ulimwengu wa roho, ambaye anakulisha neno la Mungu na ambaye anakukava. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo mtu huwa anaenda na kutoa dhabihu zake. Kwa hivyo mahali hapa ukiwa na dhabihu zako ni mahali pazuri ambapo unafaa utoe dhabihu zako za kushukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Usiwe na shaka yoyote wakati